Karibu sana kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii inatuletea mahubiri ya neno la Mungu na kukupa maarifa ya neno la Mungu katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki sana. Asante kwa kusikiliza. Asante kwa kujifunza pamoja nasi katika chaneli hii pendwa ya Apostle Katambi. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu, nimefundisha masomo mengi sana. Fundisha kwa habari ya magonjwa, asili ya magonjwa, nimefundisha kujua ulimwengu wa roho, nimefundisha kwa nini unapoomba unapigwa na usingizi mzito, kwa nini unapoomba unapata miayo. Kuna masomo mengi, nimefundisha nyota yako katika ulimwengu wa roho. Unaweza kupata masomo kwenye channel yetu pendwa hii ya Apostle Katambi. Kama ni mara yako ya kwanza, ili upate vipindi vyetu vijavyo, unaweza kuangalia kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako. Kuna maneno yameandikwa subscribe. Maneno yameandikwa subscribe. Bonyeza hayo maneno, alafu itakuja alama ya kengele. Bonyeza pia alama. Utakuwa umeshajiunganisha na channel hii. Kwa tunapotuma masomo yetu unayapata kwa wakati na kwa muda mwafaka. Pia unaweza ukaweka maoni yako. Tunathamini sana maoni yako. Tunajali pia sana maoni yako. Unaweza ukaweka maoni yako katika channel hii kwa kukomenti hapo chini. Komenti hapo chini. Komenti hapo chini. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu aliye hai. Lakini pia katika channel yetu pendwa Apostle Katambi, like, share ujumbe huu. Mungu akubariki katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Siku ya leo nataka tujifunze mavazi, siri ya kichawi iliyobebwa katika mavazi ya kichawi. Siri ya kichawi iliyobebwa katika mavazi ya kichawi. Nataka nifundishe umuhimu wa mchawi. Kwa nini mchawi anapokuwa mchawi anatakiwa avae mavazi ya kichawi? Twende taratibu sana katika somo hili na utajifunza mambo mengi katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Mpe mwenzako link hii, atakushukuru, maana atajifunza mambo mengi kupitia channel hii. Tuanze kuangalia mavazi. Ni ya muhimu sana katika ulimwengu wa mwili. Mavazi ni ya muhimu sana katika ulimwengu wa mwili, na tunaanza kuona mavazi ni ya muhimu sana katika ulimwengu wa kimwili. Lakini mavazi haya pia yanatustiri katika ulimwengu wa mwili. Unapomwona mwanajeshi, unamtambua mwanajeshi kwa mavazi aliyovaa mwanajeshi. Unapomwona mwanajeshi, unamtambua huyu ni wa jeshi la Marekani kupitia mavazi aliyonayo, jeshi la Tanzania kupitia mavazi aliyonayo, jeshi la China kupitia mavazi aliyonayo. Lakini mavazi pia yanawatambulisha matrafiki, unawatambua kupitia mavazi waliovaa katika mazingira ya damu na nyama. Lakini pia mavazi haya unamtambua mwalimu kwa mavazi aliyovaa. Unamtambua dokta, huyu ni dokta kwa sababu ya mavazi aliyovaa kama dokta. Na ndivyo ilivyo, unamtambua rubani kwa mavazi aliyovaa rubani. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho, wanatambuliwa kwa mavazi. Katika ulimwengu wa roho wanatambuliwa kwa mavazi. Lakini kabla sijafundisha, lazima ujue kwamba vazi limebeba nguvu. Vazi limebeba nguvu. Kwa mfano, nitoe mfano. Hakimu hawezi kukuhukumu akiwa amevaa kama mimi nilivyovaa. Askari hawezi kuwa na nguvu mwanajeshi akiwa amevaa kama alivyovaa, japo kama nilivyovaa mimi au ulivyovaa wewe. Lakini anaweza kuonyesha kitambulisho, lakini bado kukawa na mashaka, kwa sababu akiwa na vazi kunakuwa na nguvu. Ndio maana hata kitokeo nasema askari yule ametokea, polisi yule ametokea, mwanajeshi ametokea, maana kuna siri kubwa katika vazi. Sasa ndivyo ilivyo wachawi katika ulimwengu wa roho. Kwa nini wanapoenda kuroga wanavaa mavazi meusi na mekundu? Mavazi meusi na mekundu.
Mavazi ya kichawi ni matatu tu. Vazi la kwanza ni jeusi wanalovaa. Vazi la pili wanavaa vazi la jekundu. Vazi la tatu wanavaa vazi, wachawi hawa ni vazi jeupe. Hasa hapa nitafundisha kidogo uweze kuelewa kwa nini kuna mavazi meupe ya wachawi, kwa nini kuna mavazi mekundu ya wachawi, kwa nini kuna mavazi meusi ya wachawi. Kabla sijachambua, ngoja kwanza nianze kufundisha mavazi yamebeba nini katika ulimwengu wa roho. Mavazi yamebeba nini katika ulimwengu wa roho? Pendwa unanisikiliza, tupo kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii inatuletea mahubiri ya neno la Mungu. Tuendelee katika jina la Yesu. Kitabu cha Wafalme wa Pili, kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 12. Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 12. Mavazi yamebeba nguvu ya kiroho katika ulimwengu wa roho. Mavazi yamebeba nguvu ya kiroho katika ulimwengu wa roho. Mavazi yamebeba uwezo wa kiroho katika ulimwengu wa roho. Nataka nifundisha kwamba kama unavyoona mavazi ya kimwili, mtu akiona tu anashtuka, yule ni askari amekuja, tukimbie bwana. Yule ni mwanajeshi amekuja, tukimbie bwana. Ndipo ulimwengu wa roho, mavazi yana nguvu katika ulimwengu wa roho. Ndio maana wachawi wanapoenda kuroga wanakwenda na mavazi yao katika ulimwengu wa roho. Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari ule, Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari ule, Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari ule wa 12. Tutaona hapo Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 12. Amen. Sawa, twende. Na Elisha akalia sana. Elisha na Elia. Elisha na Elia. Elisha na Elia. Elia wakati anapaa kwenda mbinguni alimwachia vazi Elia. Wakati anapaa kwenda mbinguni alimwachia vazi Elisha, yule ambaye alikuwa anatumika na yeye, yuko karibu na yeye wakati Elia ananyakuliwa na Mungu. Elia alimwachia vazi tu, lakini utaona hilo vazi aliyoachiwa, alienda akapiga maji yakagawanyika kwa hilo vazi. Hilo vazi aliyoachiwa alipata upako maradufu, nguvu maradufu, kwa na kuonyesha mavazi yamebeba nguvu yake. Mtu akivaa vazi la harusi amebeba nguvu ya harusi. Asa katika Wafalme wa Pili sura ile ya 2 mstari ule wa 12. Na Elisha akalia baada ya Elia kupaa juu mbinguni. Elisha akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake wasimwone tena kabisa. Akashika vazi yake mwenyewe akararua vipande vipande, kisha akaliokota lile vazi la Elia lililomwangukia, akarudi akasimama katikati ya ukingo wa Yordani. Akatoa lile vazi la Elia lililomwangukia, akapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Naye alipopiga maji yale yakagawanyika huku na huko, Elisha akavuka. Tunajifunza kwa nini wachawi, mavazi siri iliyobebwa katika mavazi ya kichawi. Elia anapaa mbinguni, Mungu anamtoa Elia, lakini pamoja Elia anatwaliwa kwenda mbinguni. Elisha alichokifanya, Elia alimwachia vazi. Alikuwa anataka nguvu ya kiroho Elisha anataka nguvu ya kiroho ya baba wake ya kiroho ambaye ni Elia. Elia akamwambia,
itakuachia tu vazi. Kuna uhusiano gani kati ya vazi na nguvu ya kiroho? Kuna uhusiano gani kati ya vazi na nguvu ya kiroho? Na hapa ndipo tunaanza kuchambua katika ulimwengu wa roho. Eliya alivyoachiwa lile vazi vazi la Eliya alilichukua, maana alikuwa amevuka mto Yordani. Baada ya kuvuka mto Yordani, Elisha, wakati Eliya amepaa mbinguni, ilimbidi Elisha arudi kuvuka mto Yordani. Maji yamejaa mengi. Elisha akachukua vazi la Eliya akasema, na ijulikane Mungu wa Eliya anasema na vazi. Anamtafuta Mungu wa Eliya lakini kupitia vazi. Anatafuta madhabahu ya Mungu wa Eliya kupitia vazi. Biblia inasema akachapa lile vazi kwenye maji ya mto Yordani, na maji yale ya mto Yordani yakatindika. Eliya akapita juu maji yako, akapita kwenye maji yamekauka kwenye mto Yordani. Elisha, kuna vitu tunafundisha, siri iliyobebwa kwenye mavazi ya kichawi. Siri ya kwanza, Elisha anasema, yuko wapi Mungu wa Eliya? Yuko wapi Mungu wa Eliya? Maana yake kuna uhusiano kati ya vazi la Elisha na Mungu, vazi la Eliya na Mungu wa Eliya. Maana yake kuna nguvu iliyounganishwa kati ya Mungu wa Eliya na mavazi ya Eliya. Siri iliyofichika kwenye mavazi ya kichawi. Kwa nini wavae nguo nyekundu? Kwa nini wavae nguo nyeusi? Kwa nini wavae nguo nyekundu? Kwa nini wavae nguo nyeusi? Kwa nini wavae nguo nyeupe? Miungu. Kama Eliya angekuwa anatumia miungu, Elisha angeomba miungu ya Eliya kupitia mavazi. Maana yake nguvu ya miungu kwa Eliya ingeunganishwa kupitia mavazi yale. Unasema Apostle Katambi, unaongea nini? Unasema Apostle Katambi, unaongea nini? Hebu tuone leo mavazi yamebeba nguvu ya kiroho, yanakuunganisha na miungu ya kule au mungu wa kule katika ulimwengu wa roho, au shetani wa kule katika ulimwengu wa roho. Katika Marko sura 5 mstari ule wa 25, Marko sura 5 mstari wa 25, tunamuona Bwana Yesu. Kuna mama alitokwa na damu muda wa miaka 12, anatokwa na damu. Mama huyu akachukua hatua, akasema nataka nipone. Akasema nikiligusa pindo la vazi la Yesu nitapona. Nikiligusa pindo la vazi la Yesu nitapona. Mama huyu akapenyeza huku na huku, akasema nikimgusa tu pindo la vazi la Yesu nitaponya, na ile damu itakauka ambayo ilikuwa inatoka. Mama huyu akapenyeza huku na kule, akaenda kuligusa pindo la vazi la Yesu. Yesu akasema nguvu zimenitoka nafsini mwangu. Akauliza watu wake, nani amenigusa? Akasema hapana, kuna watu wengi tu wamekugusa. Kuna watu wengi wamekugusa. Nani amegusa vazi langu? Maana yake kuna mguso wa kiroho. Nafundisha siri iliyobebwa katika mavazi ya kichawi katika ulimwengu wa roho. Marko sura 5 mstari 25 mpaka mstari 26. Na mwanamke mmoja mwenye kutokwa na damu muda wa miaka 12 na kuteswa na mikono mengi ya matabibu, amegharamiwa vitu vyote alivyo navyo kusimfae kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari ya Yesu, alipita katikati ya makutano na nyuma akaligusa vazi lake,
na maana alisema nikigusa mavazi yake tu itapona. Mara chemichemi ya damu yake ikageuka, ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu aliyekifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka katika makutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Mama anaponywa ni mavazi tu yameguswa. Mama anafunguliwa ni mavazi tu yameguswa. Nini nafundisha? Kuna nguvu katika mavazi. Lakini kwa Elisha anasema, yuko wapi Mungu wa Eliya? Maana yake vazi lile alilovaa linamwakilisha Mungu wake katika ulimwengu wa roho. Kwa tunarudi kwenye siri ya mavazi ya kichawi. Kwa nini wanavaa nguo nyeusi, nyekundu, nyeupe? Lile vazi linawakilisha kwenye miungu yao, kwa mungu wao Shetani katika ulimwengu wa roho. Hizi siri utazipata kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi tu. Alika watu mbalimbali, share kwa watu mbalimbali katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo vazi leusi la maanisha kuwa ni mfuasi wa Shetani. Vazi leusi wanalovaa wachawi linamaanisha ni mfuasi wa Shetani. Linamaanisha giza katika ulimwengu wa roho. Linamaanisha giza katika ulimwengu wa roho. Vazi leusi linamaanisha kwamba mtu huyu ni mfuasi wa Shetani katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mchawi hawezi kwenda bila vazi nyeusi. Maana yake mimi nimejisajili kwa Shetani, mimi ni wa Shetani, mimi nimetoka kwa Shetani. Ndio maana wachawi wanavaa mavazi jeusi. Tafasiri ya vazi jeusi la wachawi linamaanisha kwamba ni mtu wa Shetani, limeunganishwa na Shetani moja kwa moja. Vazi lekundu kwa Shetani linamaanisha umwagaji damu. Vazi lekundu wanavaa nyeusi na nyekundu, inamaanisha umwagaji wa damu, kuua watu, kuharibu maisha ya watu, mauti, uharibifu. Vazi lekundu kwa Shetani inamaanisha damu, na wenyewe wanamaanisha sio damu ya Yesu, damu za watu, kuua damu za watu, kuondoa uhai wa watu. Maana damu ni uhai, damu ni uhai. Maana yake vazi lekundu kuondoa uhai wa watu, kumwaga damu za watu. Wanapomwaga damu za watu wanaondoa uhai wa watu katika ulimwengu wa roho. Ndio maana mchawi anapenda kuua watu kwa ajali, kwa toyo, kwa magonjwa. Inamaanisha kuua watu katika ulimwengu wa roho. Vazi la tatu la Shetani, la wachawi, kuna wachawi wanavaa vazi jekundu na jeusi, lakini kuna wachawi wanavaa vazi jeupe, nyeusi, nyekundu na nyeupe. Hii vazi jeupe linatumika sana wakati wa kuita majini. Wanaita majini kwa ajili ya kwenda kuharibu maisha ya watu. Wanaita majini kwenda kuharibu uchumi wa watu. Wanaita majini kwenda kuharibu maisha ya watu. Ndio wanavaa vazi jekundu, wanavaa vazi jeupe. Kwa anakuwa amevaa vazi jeusi, lakini juu anapiga nyeupe kwa ajili ya ibada ya majini, au wanavaa nyeupe kwa ajili ya ibada ya majini, kuroga, kuua watu katika ulimwengu wa roho. Wachawi wanavaa mavazi meupe katika ulimwengu wa roho. Kwa wanavaa mavazi jekundu, na maanisha kumwaga damu au uhai wa watu. Jeusi anakuwa amejiunganisha na Shetani, ni mali ya Shetani, ni mfuasi wa Shetani. Jeupe ni kwa ajili ya majini. Majini wanapoyaita, wanapoongea nayo,
wanavaa mavazi meupe. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa Apostle Katambi, nichukue fursa hii kukwambia karibu sana. Ili upate vipindi vyetu vijavyo, unaweza ukasubscribe channel hii, ukalaiki na kushare. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Barikiwe sana. Amen. Tukutane kipindi kijacho. Amen.